Visa vya watu kukatishwa maisha kwa njia ya sumu vimekuwa vinashamiri sana, na katika video hii utapata elimu kuhusiana na sumu na namna ambavyo watu wanatumia. Pia utapata kuzijua aina za sumu ambazo mara nyingi zinatumiwa kukatisha uhai wa watu. Na katika kisa hichi cha kustaajabisha zaidi, utakuja kugundua watu wa karibu ndio wanaotumika katika visa vingi sana kuondoa maisha ya watu. Hii ni kwa nia ya kujifunza tu, sio kwa nia ya kupanda uadui. Mimi naitwa Windfall. Karibu sana. Ili uweze kunielewa kupitia gurudumu la muda, nitakurudisha mpaka mwaka 2022 tunapokutana na kijana mmoja aliyejulikana kama Umar Abdullah aliyehamia katika apartmenti mpya yeye pamoja na mke wake katika maeneo ya Tampa. Waliishi vizuri katika apartmenti hiyo, maisha yalikuwa mazuri sana. Basi bwana, walipendwa na kila mtu katika eneo hilo, lakini upendo, amani pamoja na shangwe viliendelea mpaka pale tu walipofanikiwa kupata mtoto wao wa kwanza ambaye alikuwa ni wa kike. Mtoto huyo alipofikisha kipindi cha miezi 10 mpaka mwaka mmoja, mambo yalibadilika na kisa kizima kilikuwa hivi. Miongoni mwa majirani waliokuwa wanakaa karibu na apartment hiyo ni mwanaume mmoja mwenye miaka 36 aliyejulikana kama Xiuming Lee, mwenye asili ya Asia. Huyu mtu alikuwa ni mwanafunzi wa PhD wa kemia katika chuo kikuu cha South Florida. Alikuwa na ujuzi mkubwa wa kemikali. Baada ya mtoto kuzaliwa, jamaa alianza kulalamika sana kuhusu kelele. Alidai kwamba familia hiyo imeanza kuwapigia kelele. Na ukumbuke, tangu kipindi chote alikuwa jirani wa karibu sana na hakuwahi kutoa malalamiko yoyote mpaka tu pale walipofanikiwa kupata mtoto. Basi bwana, huyu jirani alianza kuleta fujo, ambazo fujo hizo zilikuwa hazina maana. Miongoni mwa fujo ambazo aliwahi kuanzisha ni kwamba alilalamika mfuniko wa choo cha kukaa unapoanguka unamkera na kumnyima usingizi. Basi bwana, unaambiwa hata mtu akiwa anatembea kwa kuburuza viatu ndani ya apartment hiyo, jirani alikuwa analalamika. Alidai sauti hizo zinafika mpaka kwenye chumba chake. Mambo yakaanza kubadilika, amani ikaanza kuondoka. Lakini kwa familia ya Abdullah walikuwa wanaishi vizuri tu, waliyapuuza malalamiko yote wakidhani kwamba ni visa tu vya hapa na pale, bila kujua ndani ya Xiuming Lee palijengeka kitu kingine kabisa. Mambo yakawa hivi. Baada ya miezi kadhaa ya malalamiko kutoka kwa Xiuming Lee, familia ilianza kugundua kitu cha ajabu sana ndani ya nyumba yao. Kulikuwa na harufu kali sana ya kemikali. Ni kama plastiki ama sio plastiki, lakini walidhani kwamba hii ni kemikali. Lakini baada ya muda kupita, wakaanza kuipuuza hiyo harufu. Harufu hiyo hawakuwahi kuisikia hapo mwanzo. Lakini si unajua tena, mazoea yanajenga tabia. Ilifika wakati wakaanza kuizoea hiyo harufu mpaka wakaipuuza kabisa. Kupuuza kwao harufu hiyo hapakuwa sababu ya harufu hiyo kukata. Harufu hiyo ikaendelea ndani ya nyumba, ikaendelea kwenye vyumba mpaka jikoni. Wakadhani kwamba kuna tatizo la bomba. Wakaita mtaalamu wa kutengeneza mabomba, akachunguza, lakini hakugundua tatizo lolote katika mabomba. Wakadhani labda hita imeharibika. Wakaita mafundi wakakagua hita zote zipo sawa. Wakatazama katika pipe zote zinazoingiza maji ama zinazoingiza nyaya za umeme, lakini hawakugundua tatizo lolote. Operation ya kutafuta tatizo ilifanyika kwa muda mrefu sana, lakini hapakugundulika tatizo lolote. Mafundi walijitahidi kubadilisha pipe na vifaa tofauti tofauti ndani ya nyumba. Walifungua madirisha, wakafunga madirisha mengine. Walijaribu kufanya usafi mkubwa ndani ya nyumba, lakini bado harufu haikuondoka, kwa sababu hapakuonekana chanzo cha harufu hiyo inatoka wapi. Baada ya muda mfupi, familia nzima ikaanza kuugua bwana. Unaambiwa kila mmoja wao akaanza kusikia dalili hizi: mara maumivu makali ya kichwa, mara kichefuchefu, mara kutapika, mara kupumua kwa shida, mara kuwashwa macho na muda mwingine kuwashwa ngozi, mara uchovu usioeleweka. Lakini kilichoogopesha zaidi ni kwamba hata yule mtoto wao mdogo, ambako ni kadogo, ni kama umri wa miezi 10 mpaka mwaka mmoja, naye akaanza kuzidiwa zaidi. Unaambiwa kalikuwa kanatapika kuliko wote watu wazima. Unajua kinga ya mtoto mdogo ni tofauti na kinga ya mtu mzima. Katoto wake unaambiwa kalikuwa kanatapika mara kwa mara, kalionekana dhaifu, yani ni kama mtoto ambaye anaendelea kufa taratibu ndani ya mwili wake. Mtoto huyo alipelekwa hospitali kwa uchunguzi. Wazazi walikuwa wajui kinachoendelea ni nini. Ilifika wakati wakakata tamaa kabisa, kwa sababu harufu ilizidi kuwa kali sana. Waliita wataalamu wa zimamoto na hazmat, ambao walikuwa ni wataalamu wa kemikali hatari. Nao wakaja kuchunguza. Walifanya vipimo vya gesi, vipimo vya sumu, vipimo vya kemikali hewani, wakachunguza mpaka hewa inayozunguka ndani ya apartment hiyo. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba hawakuweza kugundua chanzo cha harufu. Yaani unaisense harufu, lakini chanzo cha ile harufu
hakikujulikana. Familia ilibaki katika hali ya kuchanganyikiwa kabisa. Siku moja bana, rafiki yake Abdullah sasa akaja nyumbani kwao. Alikuwa ameleta kamzigo fulani. Aligundua kitu cha ajabu karibu na mlango. Kulikuwa na kauwazi kidogo. Palikuwa na kanyufa ambako sio kawaida. Yaani sio kawaida kuonekana katika maeneo hayo. Akamwambia rafiki yake Abdullah. Abdullah akapata wazo. Akajisemea moyoni mwake, inawezekana kuna mtu anafanya kitu kupitia kamwanya yako, kwa sababu tayari walikuwa wanashuku kwamba jirani yao yule ambaye alikuwa ni mtaalamu wa masuala ya kemikali, yule ambaye alikuwa analalamikia, labda ndiye atakayekuwa mhusika mkuu wa ile kemikali inayotembea mle ndani. Basi bwana, Abdullah akaamua kufanya kitu cha akili sana. Aliweka kamera ndogo ya siri karibu na mlango wa nyumba kwenye maeneo ya maua hivi. Akatagisha kamera. Jamaa alifanya hivyo ili kuona kama kuna mtu ambaye anasogelea mlango wao nyakati za usiku ama bila wao kujua. Baada ya muda mfupi bwana, alipokuja kukagua video, alimuona jirani yao yule Xiaoming Lee akifanya kitu cha ajabu kidogo. Jamaa alionekana kwenye video akija karibu na mlango, akainama chini, akatoa syringe ama sindano. Kisha akaingiza sindano kwenye kile kimpenyo, kwenye kile kiuwazi. Akaanza kupuliza kitu ambacho kilionekana kama gesi fulani ndani ya nyumba. Alifanya hivyo mara kadhaa. Lakini vile vile kitu kingine cha kutisha ni kwamba video ilionyesha anashikilia pumzi yake wakati anafanya hivyo. Yaani yeye mwenyewe alikuwa anajizuia kuvuta pumzi. Yaani wakati anapuliza ile syringe, alikuwa anajizuia yeye mwenyewe kuvuta pumzi. Kana kwamba anajua kabisa kwamba anachokifanya ni hatari, ama ile gesi anayepuliza mle ni hatari. Lakini kamera hiyo haikuonyesha video hiyo mara moja. Unajua mara moja unaweza kusema amekosea tu. Kamera hiyo ilizidi kumuonesha mara kadhaa, mara kwa mara akiwa anaenda kufanya hivyo. Alifanya hivyo mara nyingi kwa zaidi ya mwezi mmoja. Baada ya polisi kuitwa kufanya upelelezi, wataalamu wa hazmat, yani wataalamu wa masuala ya kemikali, waligundua kwamba kioevu kile ambacho kilikuwa kimepulizwa mle kilikuwa na methadone pamoja na hydrocodone ambazo zinaweza kuwa hatari sana zikivutwa ama kutumiwa vibaya. Dalili zake ni zile zile: kichefuchefu, kutapika, matatizo ya kupumua, kuchanganyikiwa ama kupoteza fahamu kabisa. Wakati polisi na wataalamu walipokuwa wakichunguza nyumba hiyo, unaambiwa mmoja wa wataalamu naye akaanza kuathiriwa na kemikali iliyokuwa imepulizwa mle ndani. Baada ya muda, ikambidi Abdullah apeleke ushahidi huo kwa polisi. Na baada ya ushahidi wa video huo kupatikana, polisi walimkamata Xiaoming Lee ilipofika tarehe 27 Juni mwaka 2023. Jamaa alishtakiwa kwa makosa kadhaa makubwa kama vile kusambaza kemikali hatari, kumfuatilia jirani yake kwa njia ya kutisha ama aggravated stalking, kumiliki dawa zilizothibitiwa ambazo sio rahisi kwa mtu yote kuzimiliki, hata vile vile kumdhuru afisa wa polisi ambaye alikuja kuchunguza masuala ya kemikali katika nyumba hiyo. Jamaa walifikiria hata kuhama nyumba kwa sababu walikuwa tayari hawajisikii usalama tena. Unajua mambo haya ni mambo ya ajabu sana. Wataalamu wa masuala ya saikolojia wanapotuambia kwamba tujaribu kucheck afya ya akili kama iko sawa sawa, wanakuwa hawajakosea kabisa. Imagine kelele kama hizo ambazo ni za ajabu sana, kama mfuniko wa choo kujigonga na vitu kama hivyo, kana kwamba eti ndo vinamkera mtu kiwango cha kupuliza kemikali ndani ya nyumba yao. Imagine jirani huyu hakufikiria labda kuongea nao kwa ustaarabu. Yeye alichofikiria ni kuwamaliza kabisa ama kuwaua wote, familia nzima. Mpaka leo hii familia ya Abdullah ipo salama kabisa kama unavyoona pichani hapa. Sasa matukio kama haya yamerekodiwa sehemu mbalimbali sana hapa duniani, na kadri yanavyozidi kurekodiwa ndivyo yanavyotudai kuzidi kuongeza umakini sana pale tunapokuwa tunaishi na watu vizuri. Kama kuna baadhi ya vitu ambavyo unavifanya unajua kabisa vinaweza vikawa kero kwa mtu mwingine, usiwahi kuchukulia poa. Usiwahi kuchukulia kwamba kisa wewe na moyo mzuri basi watu wote wanaweza wakawa na moyo mzuri kwako. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana, makini sana. Sasa kitu ambacho unaweza ukawaza ni kwamba ni swala la kelele tu ama ni swala lingine ambalo lilikuwa linamkera bwana Xiaoming Lee. Unaweza ukafikiria yumkini labda kuna namna fulani stress zilikuwa zinamzidia kwa kiwango ambacho alishindwa kucontrol. Mtazamaji, hebu endelea kutazama katika kisa kingine hichi hapa. Kisa kingine ni kisa cha George Trepal. Ninajaribu kukupitisha katika visa vya watu ambao walichukulia poa zile kero ndogo ndogo, kumbe wenzao wamefikia mbali katika kiwango cha kukabiliana nazo. George Trepal aliishi maeneo ya Altaras huko Florida nchini Marekani. Hii ilikuwa ni mwaka 1988. George Trepal alikuwa mwanakemia, pia alikuwa ni mtaalamu wa kompyuta. Huyu jamaa alikuwa anaishi karibu na familia ya bwana Carr. Tatizo lilianza pale alipokuwa anakasirishwa na kelele za watoto, kelele za gari la jirani yake akiingiza gari.
Unajua ile wakati unaingiza gari ama unatoa gari inabidi upashe engine kidogo. Sasa jamaa alikuwa anakereka sana na ile hali. Unaambiwa shughuli za jirani yake zilikuwa zinamkera sana. Baada ya kulalamika sana, akaona achukue hatua ya kulipiza kisasi kwa njia ya sumu ya siri. Trepal alinunua kemikali kali sana iliyojulikana kwa jina la thallium nitrate. Ni sumu ambayo haina harufu, haina ladha, inaweza kuua polepole bila watu kugundua. Yaani inammaliza mtu taratibu bila watu wa nje kugundua. Jamaa bwana unaambiwa alienda kwenye nyumba ya jirani yake usiku. Kisha akafanya kitu cha ajabu. Aliweka sumu ndani ya chupa za Coca-Cola ambazo zilikuwa katika nyumba ya jirani yake. Akafungua zile chupa za vinywaji vyote vilivyoko mle ndani. Alafu akaanza kutia hii sumu ya thallium nitrate. Akaitia katika vinywaji hivyo. Baada ya muda familia nzima ilianza kusikia dalili zile za sumu. Unajua sumu ikiingia ndani ya mwili inatengeneza maumivu ya tumbo, inatengeneza kichefuchefu, inatengeneza nywele kudondoka ama wataalamu wanaita alopecia na udhaifu wa mwili. Mama wa familia hiyo ambaye alijulikana kwa jina la Peggy Carr aliugua zaidi kuliko wote, na huyu hali yake ndiye iliyokuwa mbaya zaidi. Baada ya miezi kadhaa ya mateso, Peggy Carr alikufa hospitali mwaka 1989 kutokana na sumu hiyo. Wengine walinusurika lakini walipata madhara makubwa, na wengine wakapata ulemavu wa kudumu kabisa. Sasa huyu jamaa aligundulikaje? Huyu jamaa bana, polisi walimgundua Trepal kwa sababu ya ujuzi wa kemia. Wakatafakari katika majirani ambao wapo hapo. Suspect, yani mtu wa kwanza wa kumhisi kwa haraka ni huyu mtaalamu wa kemia, kwa sababu sumu hiyo ilikuwa imekaa kemikali. Yani ni kama imetengenezwa na mtu ambaye ni mtaalamu wa hivi vitu. Lakini vile pia wakagundua pale ambako walikuja kuchunguza na kugundua kwamba huyu jamaa Trepal alikuwa na ugomvi mdogo na familia hiyo. Baadaye akakamatwa na kuhukumiwa kifo. Lakini kama bado hiyo haijatosha kujenga kitu fulani ndani yako, pita katika kisa cha Graham Young ambaye alijulikana kama teacup poisoner. Hii ilikuwa ni kama kipindi cha miaka ya 1960 mpaka kipindi cha miaka ya 1971 huko nchini England. Huyu ni mmoja wa watu wa ajabu zaidi katika historia ya sumu. Utoto wake ulikuwa wa ajabu kidogo. Masomo ambayo aliyapenda ama story ambazo alizipenda na movie alizozipenda ni movie za kemia, sumu na historia za mauaji. Yaani movie ambazo anachagua kuziangalia ni movie ambazo zinaonesha wauaji wanaotumia sumu. Huyu jamaa aliwahi kurekodiwa kusema kwamba somo langu pendwa ninalolipenda ni somo la sumu. Na kama hiyo haikutosha, ili kuweza kutimiza azma yake, aliona afanye majaribio kwa familia yake. Akiwa na miaka 14 tu, alianza kuweka sumu kwenye chai ya baba yake. Haikutosha, akaweka sumu kwenye chakula cha dada yake. Lakini vile akafika mbali, akaweka sumu kwenye chakula cha mama yake wa kambo. Dalili zilikuwa zile. Katika hawa wahanga wote walianza kujisikia kutapika, maumivu ya tumbo na kujihisi udhaifu katika mifupa. Lakini mama yake wa kambo hakuwa na bahati. Yeye alifariki kabisa. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1962. Baadaye jamaa alipelekwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili baada ya kuona kama hii ni alionayo kwa mtu mwenye akili timamu hawezi kuwa nayo. Lakini baada ya muda alitolewa, baada ya miaka kadhaa, baada ya kuonekana kwamba ni kama yupo sawa sasa, lakini bado unaambiwa kubadilika. Ndani yake alikuwa bado amesalia na nia hiyo. Huyu jamaa alipata kazi kwenye kampuni ya vifaa vya picha, masuala ya photographer. Hapo ndipo alipofanya kitu cha kutisha. Aliweka sumu ya thallium na antimony kwenye chai ya wafanyakazi. Unaambiwa wakati wafanyakazi wanajiandaa kunywa chai, jamaa alipita akaweka sumu katika vikombe vyao. Watu wengi walianza kujisikia vile kutapika, maumivu ya tumbo, alopecia ama kuanguka nywele. Na ugonjwa huo wafanyakazi wakaamua kuupa jina kwa sababu hawakudhani kwamba jamaa ndiye ambaye ameweka sumu katika vinywaji vyao. Kwa hiyo wakatunga ugonjwa huo wakaupa jina la Bothing Bone Bag kwa sababu hawakujua chanzo cha tatizo hilo. Wafanyakazi kadhaa walikufa. Unaambiwa sio kuugua tu, walipoteza maisha kabisa. Na miongoni mwa watu ambao walipoteza maisha ni Bob Eagle, Fred Biggs. Na wengine wakapata madhara ya kudumu kabisa katika ini, wengine mapafu na sehemu nyingine za mwili. Hatimaye Young alikamatwa mwaka 1971 baada ya polisi kupata makopo ya sumu yaliyokuwa na fingerprint zake, diary aliyokuwa anaandika dozi za sumu kwa kila mtu. Yaani kaka jamaa unaambiwa kalikuwa kanawapangia watu dozi kabisa. Yaani kameandaa daftari kanawapangia watu dozi kabisa kwamba huyu nitampa dozi kiasi fulani, huyu nitampa dozi kiasi fulani. Unajua sumu ambayo inamuua mtu bila kugundulika inatakiwa mtu apewe kwa dozi, yani sio kwa mkupuo mmoja, ili endelee kummaliza taratibu. Lakini vile ngoja nikupeleke kwa kisa cha Martha Wise. Ili tumpate Martha Wise tunalazimika kwenda Ohio huko nchini Marekani, na inabidi turudi nyuma mpaka mwaka 1924. Baada ya mume wake kufa,
Martha alianza uhusiano na mwanaume mwingine bwana. Familia yake ilimkataza kuendelea na uhusiano huo, wakamwambia tumtaki huyo mwanaume. Huyu mwanamke Martha akapandwa na hasira sana. Hasira yake ikageuka kuwa mpango wa kulipiza kisasi. Yaani analipa kisasi kana kwamba labda wamemuua au wamemnyang'anya kwa nguvu. Akati walimpa mawazo tu, akaona hawa nitadili nao. Martha akatafuta sumu moja ambayo inajulikana kwa jina la arsenic. Hii ni sumu maarufu sana kipindi hicho. Kipindi cha miaka 1920 na ilikuwa ni sumu maarufu sana na ilikuwa inajulikana sana. Aliweka sumu hiyo kwenye chakula, chai, vinywaji vya familia. Yaani kana kwamba ukikosa kwenye chakula utapatwa kwenye chai. Ukikosa kwenye chai utapatwa kwenye vinywaji kama maji pamoja na soda na vinywaji vingine. Ndani ya muda mfupi tu unaambiwa watu 17 katika familia yake wote waliugua na 3 kati yao walipoteza maisha kabisa. Sasa katika visa vyote hivyo unaweza kugundua kwamba watu ambao wamesababisha hayo matukio ni watu wa karibu kabisa. Sasa hapo ndipo linapoibuka swali hili kwamba je, ni nani yuko salama? Kama watu wa karibu, wale ambao wanategemewa kuwafanya watu wajihisi salama zaidi, ndio hawa ambao wanakuwa washtakiwa kwanza. Sasa ni nani ambaye yupo salama? Sasa bila kuwaza sana, hebu nikupeleke katika njia 10 ambazo wauaji wa sumu wanazitumia sana kujificha na jinsi ambavyo zinagunduliwa. Tuanzie kwenye njia ya kwanza ambayo ni kutumia sumu isiyo na harufu wala ladha. Wauaji wengi ambao wanatumia sumu wanapenda kutumia sumu ambazo hazina harufu wala ladha. Unajua ukitumia sumu ambayo ina harufu kali ni rahisi sana mtu kugundua. Ninaomba niweke tahadhari tena. Hii ni kwa nia ya kujifunza tu, ni kwa nia ya elimu tu, sio kwa nia ya kufundisha watu kufanya ukatili. Sio kwa nia ya kufundisha watu kufanya ukatili, na tutahusika na tukio lolote ambalo linahusika na kudhuru maisha ya mtu ama kuhatarisha uhai. Katika historia, sumu ambazo zinatajwa sana kwamba zinatumiwa na watu wengi kufanya ukatili wa aina hiyo ni sumu kama arsenic, thallium na baadhi ya dawa za hospitali. Unajua dawa ni nzuri, lakini zikizidishwa kipimo ni rahisi sana kuleta maafa, ni rahisi sana kuleta uharibifu katika maisha ya mtu. Sumu hizi nilizokutajia hapa kwa asilimia kubwa ndizo ambazo zinatumika sana kukatisha uhai wa watu, na bado muuaji akabaki sirini bila kugundulika kirahisi, kwa sababu sumu hizi zina tabia ya kujificha. Kwa kawaida zinaonekana ni kama ugonjwa wa kawaida, lakini kumbe ni sumu, sio hali ya kawaida ya kibiolojia. Na sumu hizi kwa asilimia kubwa wauaji huwa wanazichanganya na chakula ama vinywaji bila watu wengi kugundua. Unajua kwa kipindi cha zamani watu walitumia sana sumu za aina hii kwa sababu teknolojia ya madawa haikuwa kubwa kama sasa. Lakini sasa hivi mtu akiingia maabara ni rahisi sana kugundua chembe ndogo ndogo ambazo zinajificha sana kwenye damu, kwenye nywele ama kwenye tishu. Unajua sumu inakimbilia kwenye nywele pia. Nywele zinaweza zikaonesha kama mtu huyu alimalizwa kwa sumu ama alimalizwa kwa kitu gani. Lakini vile vile njia nyingine ambayo huwa wanatumia ni kutoa sumu kidogo kidogo kwa muda mrefu, sio kwa mfululizo. Kama kisa ambacho nilikutajia hapo awali cha huyu bwana ambaye alikuwa ameandaa dozi kabisa kwa ajili ya wafanyakazi wenzake. Sumu kutolewa kidogo kidogo kunaweza kukamficha muhusika asigundulike kirahisi. Na sumu ambayo huwa inatolewa kidogo kidogo inaweza ikaambatana na dalili hizi ninazokutajia hapa. Dalili ya kwanza ni uchovu wa kawaida, matatizo ya tumbo ambao mara nyingi unaweza kuhisi labda ni kwa sababu ninakunywa maji ambayo sio salama ama maji ya aina fulani. Kumbe ndio sumu inafanya kazi hivyo. Lakini vile vile huwa ugonjwa sugu, yani unaweza ukajikuta unasikia maumivu ya kichwa kisichokoma. Yani kuna hali fulani ambayo inakuwa ndani yako ambayo inakuwa ni ya kudumu. Lakini vile vile wauaji wengi sana wanachanganya sumu kwenye vitu vya kawaida kabisa ambavyo ni ngumu wewe kuvidhania. Unajua kwa haraka haraka utadhani labda ni kwenye kile kitu ambacho anakulazimisha kula. Lakini kwa asilimia kubwa katika visa vingi katika historia, wauaji wengi wanatumia vitu ambavyo si rahisi mtu kuvidhania kama chai. Unajua chai sio rahisi mtu kudhani kwamba inaweza kuwa kitu kibaya. Mara nyingi unaweza ukawaza juisi, mara nyingi unaweza ukawaza vitu ambavyo labda vimekaa labda zawadi fulani kaniletea kinywaji fulani. Na kwa njia kubwa zaidi wanatumia dawa. Yani dawa inakuwa ni dawa sahihi, lakini wanaizidisha kiwango ama wanazidisha kipimo ili jengeke ibadilike kuwa sumu ndani ya mwili wa mlengo wao. Lakini vile vile huwa mara nyingi wanachagua sumu inayofanana na ugonjwa. Mara nyingi sumu ambazo wanachagua zile sumu ambazo dalili zake ama matokeo yake kwenye mwili
haitatofautiana sana na magonjwa ya kawaida kama malaria, UTI, mafua, homa, matatizo ya tumbo, uchovu na vitu kama hivyo. Lakini vile vile mara nyingi wanalenga watu wachache ambao wanaonekana dhaifu. Yaani mara nyingi wanalenga watoto, wazee, wagonjwa ama watu ambao ni tegemezi, yani wanategemea wanakuwa tegemezi labda kwa upande wa kuandaliwa chakula, kulishwa ama kupewa dawa zile za kila siku. Mara nyingi hao ndio wanakuwa wapo kwenye hatari sana, kwa maana hapo ndipo ambako watu hao wanapata chance ya kufanya uharibifu huo. Lakini vile vile wengi katika watuhumiwa wengi katika historia, wengi unakuta ni wajuzi, yani wajuzi wa kazi hizo. Kwa mfano katika visa nilivyokutajia hapa, utakuja kugundua kwamba wengi walikuwa ni wataalamu wa kemia. Unaona, wengine walikuwa ni wauguzi, wengine walikuwa ni wafanyakazi wa hospitali. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu ambao wanatumia njia hizi kuharibu maisha ya watu, unakuta wanatumia professionals zao, yani wanatumia ile maarifa walionao kufanya huo uharibifu. Sasa simaanishi kwamba muogope madaktari ama watu wa aina hiyo. Ninakutajia tu hivi ili uwe makini katika maeneo fulani fulani. Lakini kitu kingine ni kutumia mazingira ambayo ni vigumu kugundua chanzo. Mazingira mengi ambayo yanatumika ni yale mazingira kama unakuta ndani ya nyumba, unaona, labda katika hospitali, katika maeneo ya kazi, ama katika maeneo ya vyakula vya jamii. Yani unakuta katika sherehe labda kile chakula cha pamoja, na maeneo mengine kama hayo. Katika nyumba labda unakuta inapulizwa kwa njia ya gesi, kwa njia ya pipe, ambako sio rahisi yani kumdhani mtu. Yani sio rahisi kugundua chanzo. Unaona? Na ndio maana watu wengi wanafunga kamera. Kamera sio kwa ajili ya kunasa mwizi tu. Kamera ni kwa ajili ya kunasa matukio kama haya. Zile sneaking zinazofanyika wakati watu wamefunga macho ama wakati watu wapo busy na kutafuta maisha na vitu vingine kama hivyo. Lakini mara nyingi sana watu hawa wanajitahidi sana kuficha ushahidi baada ya matukio yao. Wanajitahidi kutupa vile vitendekazi vyao, kusafisha maeneo na kubadilisha sana hadithi zao. Yaani unakuta katika tukio likifanyika, unakuta wao wanaweza wakawa miongoni mwa watu wanaosaidia kuitoa hiyo sumu mwilini. Unaweza kasikia leta maziwa, tumia njia fulani. Kumbe wao ndio wanaokuwa ni watuhumiwa wa kwanza kabisa wanaohusika na matukio kama hayo. Njia kubwa zaidi ambao wanaitumia ili kujificha, kubaki kivulini, ni kutengeneza mazingira ionekane kama tukio ni ajali. Yaani paonekane kama ni ajali, paonekane kama ni overdose, kama ni kitendo labda cha kuzidisha dawa, kuzidisha dose na vitu kama hivyo. Lakini uhalisia sio, ni wao hapo nyuma ya pazia. Wanaweza kutengeneza labda mazingira ikaonekana ni kama labda wakaaji labda walifyatua hizo pipe makusudi, lakini kumbe ni wao hapo nyuma ya pazia. Yaani watu ambao wanatengeneza ajali, wanatengeneza mazingira yaonekane ya kawaida ya ajali za kibinadamu. Lakini sio kwa macho ya teknolojia ya kisasa. Unajua teknolojia ya kisasa imefanya iwe vigumu sana kuficha sumu. Yaani mtu siku za leo akidhuriwa kwa sumu, ni rahisi sana kujua kwamba ni sumu iliyomdhuru, kwa sababu wataalamu wa kipindi cha leo wanachunguza damu, wanachunguza nywele, wanachunguza mifupa na wanachunguza hata mazingira ya nyumba. Lakini kama uko Sombetini ndani, upo uko Njombe, uko Makete ndani, unataka niambie wataalamu watakuja kupeleleza kwa mazingira yetu haya ya Bongo? Yani likikupata ni wewe na Mungu wako na malaika wako, ni wewe na safari yako, kwamba utaenda motoni ama utaenda mbinguni. Wataalamu kuja kugundua kwa haraka kwamba ni sumu inayooperate ndani ya mwili wako kwa mazingira ya Bongo ni vigumu sana. Labda kwa wale ambao wanaishi katika maeneo ya mjini sana na wale ambao wanafuatilia afya kwa eneo kubwa. Kulingana na hali yetu wa Tanzania ya kupuuza matukio kama haya, Ngoja nikupe kisa fulani alafu labda kitakusaidia kupata picha. Kuna mwanamke mmoja ambaye alijulikana kama Janine Jones. Na hapa inabidi nikupeleke huko Texas, Marekani. Kipindi cha mwaka 1977 mpaka mwaka 1982. Huyu mwanamama Janine Jones alikuwa muuguzi katika hospitali ya watoto na alifanya kazi katika Bexar County Hospital na baadaye kwenye kliniki ndogo ya watoto. Alionekana kama muuguzi wa kawaida. Watu wengi walimpenda sana na walimkabidhi watoto ili awaangalie wapoje. Alikuwa mwenye bidii sana na aliyekuwa anajali sana wagonjwa. Na alionekana kwamba watoto wanampenda na anajua namna za kucheza nao. Lakini nyuma ya pazia bwana alikuwa ameandaa mkakati fulani. Unaambiwa ndani ya miaka michache hospitali ilianza kuona vifo visivyoelezeka vya watoto wachanga. Watoto waliokuwa wanaonekana kuimarika
Ghafla walianza kupata kupumua kwa shida, mapigo ya moyo kusimama, kuzimia kwa ghafla. Madaktari wakashangaa kwa nini hii hali imetokea wapi kwa ghafla. Watoto wengi walikuwa hawana ugonjwa wa hatari, lakini walikuwa wanakufa tu bila sababu inaeleweka. Basi, naambiwa baadhi ya wafanyakazi wakaanza kugundua kitu ambacho kilikuwa ni cha ajabu kidogo. Unaambiwa kila tukio la dharura lilipotokea, unaambiwa kila mara aliyokuwa kwenye zamu alikuwa ni Jeanine. Unaambiwa kila mtoto anapopata shida ya kupumua ghafla, alarm ya hospitali inapopiga kwamba kuna tukio la emergency na labda kuna matukio kama hayo, unaambiwa Jeanine alikuwa yupo karibu zaidi ama alikuwa yupo kwenye zamu kuliko watu wote. Na mara nyingi unaambiwa yeye ndo alikuwa shujaa wa kwanza wa kujaribu kumuokoa mtoto. Lakini wachunguzi walipochambua rekodi za hospitali, waliona kwamba vifo vingi vinatokea wakati yeye akiwa kazini, yani sio akiwa yupo nyumbani. Uchunguzi ulionyesha kwamba watoto walipewa dozi kubwa za dawa. Dawa hizi zikipewa vibaya zinaweza kusababisha moyo kusimama kwa ghafla ama kupooza kwa misuli ya kupumua. Wachunguzi waliamini kwamba alikuwa anafanya hivyo kwa sababu ya kitu kinachoitwa hero syndrome. Hero syndrome ni nini? Ni hali ambapo mtu anasababisha tatizo kisha anajaribu kuonekana shujaa kwa kulitatua. Kwa hiyo labda angeweza kumpa mtoto dawa hatari, mtoto anaanguka ghafla, alafu yeye anatokea anajaribu kumuokoa. Yumkini ni either labda apandishwe cheo ama aonekane shujaa ama apendwe zaidi. Lakini mara nyingi unaambiwa kila akifanya hivyo alikuwa anachelewa. Unaambiwa mtoto alikuwa anapoteza maisha. Na unaambiwa kipindi anakamatwa mwaka 1984 alihukumiwa kwa vifo kadhaa, lakini unaambiwa wachunguzi waliamini kwamba ameua zaidi ya watoto 40 katika kipindi chake. Na hiyo ikafanya kwamba kesi yake iwe kesi moja kati ya kesi za kutisha ambazo zinahusisha masuala ya hospitali hapa duniani. Sasa ngoja turushie macho kitu fulani ambacho ni muhimu sana. Nataka nikupitisha kwenye dalili za sumu kuoperate ndani ya mwili wako. Ninaongea hivi ili nikutahadharishe, kwa maana dunia leo imebadilika sana. Sio kama zamani, sio kama watu ambao tulikuwa tunadhani hapo awali. Unaambiwa dalili ya haraka ambayo inaonesha kwamba chakula kina sumu ama kitu unachotumia kina sumu. Mara nyingi sumu nyingi hazina ladha ama harufu, lakini wakati mwingine kuna ishara ambayo inatokea. Kuna ishara ambazo ukiziona zinaweza zikathibitisha kwamba chakula chako kina sumu. Licha ya kwamba sumu nyingi hazina harufu, lakini kuna utofauti wa harufu ya chakula unachotumia kubadilika. Yaani kwa mfano unakula dagaa. Unajua kabisa dagaa zinakuwa na harufu fulani. Hata mtu akichanganya roiko, akachanganya sijui mchuzi mix, akachanganya viungo na vitu kama hivyo, harufu haiwezi ikabadilika kwa kiwango strange. Unajua haiwezi ikabadilika kwa kiwango tofauti kabisa na vile dagaa zilivyo. Kwa hiyo mara nyingi sana chakula kinaweza kikawa na harufu kali ya kemikali, ama kukawa na harufu ya dawa, ama kukawa na harufu ya petroli ama plastiki. Yaani unasikia kama harufu ya petroli fulani. Mpaka unamuuliza hivi, hii frampeni uliyotumia ilikuwa frampeni ya aina gani? Ama hii sufuria ilikuwa sufuria ya aina gani? Lakini muda mwingine zingatia sana, unaweza ukasikia ladha ya chuma, yani kama metallic dust hivi. Ladha ya chuma ama ladha ya kutukutu hivi katika chakula. Mara nyingi sana unaweza ukisikia hali kama hiyo, ujue mara nyingi sana kwenye hicho chakula yumkini kuna kemikali ambayo inaweza ikawa hatari sana kwenye mwili wako. Lakini mara nyingine unaweza ukasikia kama chakula kina ladha ya sabuni, yani sabuni kama sio sabuni, yani kama ugwadu fulani wa sabuni ule. Lakini mara nyingine unaweza ukaona kubadilika kwa rangi. Unaweza ukaona mchuzi umebadilika kutoka kuwa mwekundu mpaka unataka kuwa kijani. Ushawahi kuona mchuzi wa kijani wewe? Kuwa makini sasa. Unaweza ukashangaa chakula kinabadilika rangi, ama kunakuwa na madoa yasiyokuwa ya kawaida katika chakula, katika nyama, katika marage, katika matembele. Ukiona rangi ya ajabu, usizani kwamba ni mapishi mapya, kuwa makini. Lakini muda mwingine unaweza ukaona kuna kama unga machembe ndani. Hususan kwenye kinywaji, unaweza ukaona kinywaji kwa chini panakuwa na vitu vimejitenga, yani vitu vimejitenga na kile kimiminika kilichoko juu. Usifosi kula, usifosi kunywa. Kwenye kinywaji unaweza ukaona povu lisilokuwa la kawaida. Ushawahi kuona juisi ya matunda ina povu wewe? Sasa unashangaa juisi ya matunda ina povu. Natakiwa makini. Unaweza kuona matone fulani ambayo kinywaji kinakuwa kinajitenga na matone fulani. Ama unaona rangi tofauti chini ya kikombe. Yaani juisi, unaona juisi ya embe inatakiwa labda iwe ya njano, unaona imejitenga fulani.
unashangaa chini kuna rangi fulani kama tofauti na juu. Usiforce. Na labda nikupe, kwa sababu nimekupa dalili za kugundua kama chakula unachotumia kina madhara. Ngoja nikupe dalili za haraka pale ambako unagundua kwamba umeshakula chakula cha aina hiyo. Ukiona vitu hivyo, ukiona kichefuchefu, ukiona unataka kutapika, ukiona maumivu ya tumbo ama kama tumbo la kata ama hali ya kutaka kuendesha ama kuharisha, unaona vitu hivi mara nyingi sana, ama ukaona dalili za mfumo wa neva kama kizunguzungu, kuchanganyikiwa, kwanza kuona vitu vinazunguka, ama unaona watu wawili ama vitu viwili, ama unajikuta kama unataka kupoteza fahamu, unataka kuzimia ama sio kuzimia hivi. Ukiona vitu kama hivi, ama kupumua kwa shida, kifua kubana, kikohozi kisichoeleweka, na hiyo ukiangalia ni baada tu ya kula chakula fulani. Ngozi kuwaka ama kuanza kuwasha, macho kuwasha, macho kuwa mekundu sana, na baadaye sana ikapita masaa ama siku, unaweza kuanza kusikia kama nywele zinaanza kujitenga, yani kama zinaanza kuwa chambi fulani hivi. Unaanza kujisikia udhaifu, unaanza kujisikia kama maeneo kwenye mbavu unasikia maumivu makali, unaanza kusikia kama ganzi kwenye mikono. Basi ukiona vitu hivi ni ishara ya wazi kabisa kwamba kitu ulichotumia kilikuwa na madhara ama kilikuwa na sumu ndani yake. Madaktari wataanza kushuku sumu pale ambapo wataanza kuona mambo haya. Wakianza kuona mambo haya, lazima watakuuliza kwamba ni baada ya kula chakula gani. Lakini uombe Mungu mpaka unaulizwa hayo maswali, hiyo sumu isiwe imefika mbali katika mwili wako. Kwa hiyo mambo ya haraka sana, ukianza kuona dalili nilizokutajia, tafuta msaada wa hospitali haraka sana. Na kabla hujafika hospitali, usijilazimishe kutapika bila ushauri wa daktari. Yaani usianze kujilazimisha kutapika kwamba ukidhani kwamba ndo utaitoa hiyo sumu. Kuna sumu nyingine, as long as unajilazimisha kutapika, ndivyo ambavyo unazidisha madhara ndani ya mwili wako. Na ukishagundua hicho kitu, kama kile chakula ulichotumia ama kinywaji ulichotumia ama chombo ulichotumia, yale mabaki yapo, wakati unakimbilia hospitali, kimbia na kile chakula ama kimbia na yale mabaki. Hiyo itawezesha wataalamu kugundua kwamba yumkini ni chakula hicho kilicholeta madhara katika mwili wako. Uwe na ufahamu mkubwa, hususan pale unapoanza kuona kupumua kwa shida, kupoteza fahamu, degedege fulani, kutapika sana bila kuacha, maumivu makali ya tumbo. Tafuta huduma hospitali mara moja. Katika sayansi ya toxicology, madaktari wanasema dakika au saa za mwanzo zinaweza kuokoa maisha ya mtu, kwa sababu mwili bado unakuwa haujaathiriwa vibaya. Ninatumaini yumkini nimefungua macho yako kwa asilimia kadhaa. Mara nyingi sana uwe makini, na umakini wako utatosha tu. Mkabidhi Mungu kila hatua unaopiga. Mkabidhi Mungu watu wa karibu yako. Mkabidhi Mungu majirani zako. Mkabidhi Mungu kila eneo la maisha yako, ili Mungu akulinde. Wewe utajiangalia, lakini atakaye kulinda ni Mungu. Mimi naitwa Wendful. Nikukaribisha kutazama video nyingine, na kama bado haujabonyeza button na subscribe, basi ni muda wako huu. Na kama hujapata channel ambayo unaweza kujifunza vitu vingi vya kimwili, vya kiafya, vya kiroho na vya kimaarifa na vya kiuchumi, basi jua hapo umefika mahali sahihi. Karibu sana. Kumbuka tuko 1% tu. See you.